Breaking news. Habari za hivi punde wa Kenya. Ama tuseme habari za kuvunjika. United Democratic Alliance Secretary General Omar Hassan has apologized. We want to reject in total. Omar Hassan, naona leo umetuandikia apology ama apologies za matakataka. Elohi Elohi Bartholomeo. Masalamu alaikum. Before nipeane hiyo habari Kenyans, I want to take this opportunity to thank Hassan Omar Karai, ama anaitwa Hassan Omar Sarai, for really showing your true colors. We don't like your apology. You meant what you said. All along, this is the intention of William Ruto's government. It's true we are condemning the statement made by Hassan Omar. And we are even telling President Ruto to fire him. But Ruto will not fire him. Because Omar was speaking the mind of Ruto. Kwa hivyo kama kuna mtu wa kulaumiwa kwa matamshi ya Omar na Joho, si Omar, si Joho, ni William Ruto mwenyewe ambaye anatuchukia sisi kama Wakikuyu, na kuna klipi inasema vile ati yeye ako na shida na sisi. Mimi nauliza nyinyi, kama mko na shida na Wakikuyu, hamuko na shida na Wakikuyu kuliko sisi wa Kalenjin. Tuko na shida kubwa zaidi. Sawa sawa? Lakini ikifika mahali unatofautisha maneno, unaweka maneno ya tofauti za kijamii kando, unatafuta serikali kwanza, kwa sababu ile serikali itakusaidia kutatua matatizo ulio nayo. Tutamrudisha William Ruto 2 term. Kumbafu nyinyi. Think twice. Mulikuwa mnataka kuweka Kikuyu scandal. And the moment you brought 2007 issues, you thought you guys had never had a hand to play in that. Asanteni sana. Hata kama na followiwa na watu kutoka eneo tofauti Kenya, niko na kwetu, mimi ni Mkikuyu. Omar Hassan, hiyo je umeanza kwenda. Sometimes mnaibisha hata rais. Vitu zingine mnasema mnaibisha rais. Na hizi vitu mmeanza za kuchochea Wakikuyu against others. Mtakoma. Juu mimi siwezi taka fan wangu wa Mombasa akule yoga tarare. Inaitwa coconut, akule coconut tarare. Naweza taka, siwezi taka ati akunywe maji ya madafu alale. Lazima ni msupply na cabbage, waru, ili at least tukue Kenya moja. Lakini Omar Hassan, sisi ndio tumekulea. Tukiamua hizi vitu tupe sungura zetu, usijui mtapata chakula wapi. Funda. Omar Hassan walks in, greets us, and the first thing he does when he sits down is try to disunite us. Let me tell you guys a story about Omar Hassan and the experience I've had with Omar Hassan. It will shock you a bit because currently Omar Hassan is in the middle of a crisis and a storm because he has messed up so bad that even the people on his side are wondering, why would you say those things on the microphone? Awambia leo nazi ya kwanza inarudi na inarudishwa na William Samoei Ruto. Na vile vile wale walioiba mashamba kwingine, wale waliofanya wanyamapori wakawa bora kuliko binadamu Voi na Taita Taveta, wale waliotukulia mashamba Kwale, wale walitukulia mashamba huku katika maeneo ya pwani yote, na waambia mkuwe tayari kuregesha nazi, wenye nazi sasa wako tayari kuja kutunyakua. Why would you speak as if you're stoking war and incitement against a community on the microphone while you are the SG of the ruling party? Nataka niseme kwamba tumeona mtu anaitwa Murkomen na mtu anaitwa Omar Hassan trying to foment a tribal hate narrative against the Kikuyus. Hassan, we know exactly what you are doing. Tunajua, si hatujui. We were in this country in 2007. Mwaka 2007 tulikuwa katika nchi. We were here in this country. And we were told that our enemies were Kikuyus. Hassan Omar Hassan ajiuzulu mara moja kwa sababu amekiuka katiba yetu mpya. This is our new constitution that is saying that Mr. Hassan Omar Hassan has no place in today's reality. He should resign or be removed from his responsibilities immediately. All Kenyans who love our country and who want a clear break from the past should all rise up and say no to prophets of impunity and to any person who preaches intolerance, promotes hate, and who is not keeping the reality of a new Kenya. And if you could tell when he was speaking, Hassan Joho, who is very deep into the broad-based government, was uncomfortable. Tutahakikisha kila nyumba itajitokeza kwenda kujilinda ili kuhakikisha mafisadi wale marijinani na wengine wezi wa mashamba
Even people from his own side are calling him out. But I want to tell you my own experience with Omar Hassan. Na ndio muelewe exactly ni aje nilifikia Hassan Omar. I need to give you very important contextual details. Ndio muelewe nilimpata aje. Now, up to June 24th, 2025, I was the national youth leader of a party called the Service Party of Kenya, which forms part of the broader Kenya Kwanza coalition. Na ndio nikuje kuresign hiyo mwaka mzima before. I had been strongly opposing the party position ya kusupport Gava. Because I was loud on mismanagement, I was loud on the fact that government inaua young people. But chama nayo ilikuwa ina support government. So hiyo hakukuwa na story ya one term na two term yet. So it got to a point that it was untenable for me to remain as the national youth leader when I am openly criticizing government, but the party that I am representing as the national youth leader iko kwa Gava. So much so that mimi niko finance bill na protest, na wao wako finance bill wanapiga yes. So kidogo nikaona even for my own safety it's not proper that I remain the national youth leader. So I got to stepping, mimi nikajitoa. Now at that point in time, there's also another detail you need to understand. I had been elected as the president of the Interparties Youth Forum, which basically is a forum that brings together youth leaders representing different political parties across the political divide. And the main purpose ilikuwa to strengthen the agenda of the young people in political parties, regardless of the side. So, youth leaders from different parties, ODM, UDA, Ford Kenya, there was a lot of other parties there. Tulikuwa tumeungana, nikachaguliwa kama president to represent this thing, so that regardless of the side that ends up in power, influence or control, the interests of the young people are still going to be represented. And now one of the things that we needed to do in this forum was to do party diplomacy, where we go to parties and we meet the leaders of those parties. And you know, one of the most important substantive leaders of a party is the SG. So we were meeting SGs and executive directors, and in some cases party CEOs. So we had met a couple of parties, and it had gotten to time when now we had secured a meeting with the SG of UDA. Hadi hapo tumeshika. Let's get into how now I get to experience Omar Hassan. So nakumbuka hiyo mkutano tulienda. And when we went to that meeting, we were youth leaders representing different parties. So there was representation from UDA, there was representation from ODM, there was representation from UDM, ya Ali Roba, there was representation from UPIA Party, ya Ukuri Yatani, there was representation from PA as well, and UDA itself, right, and myself now. So we headed there, and so Omar Hassan is supposed to meet us. So Omar Hassan walks in, greets us, and the first thing he does when he sits down is try to disunite us. Immediately, like it didn't take 1 minute into the meeting for him to try. And I remember during that time, aliketi chini akatuambia, so you guys are youth leaders from different political parties, na mko pamoja. Yes, this thing will never work. That's the first thing he said. Like, si ati hii ni kitu mpya anaambiwa, the party knows. But the first thing he tried, venye alituona tumeshikana vijana from different political parties, we've not been mobilized by money, we're not coming to ask him for money, because vijana wengi wanaenda kwa hizo maofisi kuomba pesa. So the first thing he tried to do is disunite us. Case in point, or reason behind it, is apparently that during their time they had tried it and it did not work. So now he doesn't see how this is going to work. And I remember him asking me one question. He asked, Mbona, why would I help this forum? Yet we're in direct competition with ODM. Sasa hiyo hakukuwa na broad based, hakukuwa na kitu. So nikamwambia, but you see, we're not here to represent ourselves. We're here to represent the young people of Kenya. So if you're helping the forum, you're consequently helping the young people of UDA represented in this forum by your youth leaders. So he was told that it would never work. So right now, as I am seeing him be the face of disunity in Kenya, I am not surprised, because I have experienced disunity at a much more closer level. Meeting ya watu 8-9, he already tried to disunite us. So what do you expect from that? Tunataka kukuambia from the onset, the apology is declined. Sisi hakuna apology tumeitisha. Sisi kama watu wa mlima hatutaki apology. Wewe unatuambia maneno ya kina Kenyatta vile wali grab mashamba. Wewe unajua katika hii mlima yetu kuna watu ni squatter, hata mahali pa kuzikwa hawana. Alafu unatuambia ati maneno ya kina Kenyatta ku grab mashamba. Kama wali grab ni sawa, lakini ni yao. Sisi tunaingilia wapi? So apology yako hatuitaki. Sisi hatuna haja. Sisi tumeridhika. Sisi tumetosheka. Wewe endelea na profiling. Sisi kuna mahali tunalenga next year. Na tulishakuwa radicalized. Na unajua mtu akishakuwa radicalized ni ngumu sana de-radicalize. So tupatane next year. Apology zako rudisha ama upelekee watu wenu. Sisi tuko na watu wetu bwana. Yes, Hassan Omar. Hassan Omar. Tumekusikia leo ukikejeli jamii ya Wakikuyu. Tumesikia leo
ukitukana rais, ukimuita mwizi wa mashamba. Umetukana familia ya Kenyatta kusema waliiba mashamba, waliwanyanyasa. Ikiwa wewe ni kiongozi wa UDA na umechaguliwa katika hiyo kiti, unastahili ukuwe na nidhamu. Unastahili kwanza ujue wale walipitisha UDA ni Wakikuyu. Unastahili ujue ya kwamba kila mtu ako na haki ya kuwa katika nchi hii. Na kila mtu ako na haki katika Kenya ya kupata mali. Si makosa Kenya kuwa na shamba, sio makosa Kenya kuwa na pesa. Wewe unasema Wakikuyu waliiba shamba. Wewe unasema Wakikuyu wako na mali. Unaweza kuniambia ni wapwani wangapi walikuwa Maumau? Unaweza kuniambia ni wapwani wangapi walikufa katika Kamiti? Unaweza kuniambia ni wakosti wangapi huko kwenu? Wandigo na Wangiriama waliingia msituni kupigania hii uhuru. Na wacha nikuambia kama kuna watu walisaidia nchi hii ni Wakikuyu. Wakikuyu walijitolea muhanga kuokoa nchi hii. Na ikiwa utaendelea kuwa secretary general ama kiongozi yule anaitwa wa hii chama ya UDA, utaipeleka hii chama utaipeleka katika moto. Na ninakuomba bwana rais, huyu mtu anakuharibia sifa, anaharibu sifa ya chama, anaharibu sera ya chama, na huyu ni mchochezi. Na huyu mtu ni mtu ambaye si mtu mzuri. Ningetaka bwana Omar ujue ya kwamba Wakikuyu ni watafutaji wa mali. Kila siku lazima utumie chakula ya Mkikuyu. Kila siku bwana Omar lazima ukunywe chai na lazima ukule kitu ikitoka kwa Mkikuyu. Upende usipende, lazima Mkikuyu atapata pesa kutoka kwako. Upende usipende. Na sio Kenya peke yake Wakikuyu wanaongoza kwa utajiri. Katika Afrika Wakikuyu ni number 1 na utajiri. Na hebu nikuambie bwana Omar, wewe ujui value ya shamba. Wewe ujui value ya mali. Wakikuyu ndio ukopa, ndio wameshikilia economy ya Kenya. Wewe na watu wako hamkopi, mnaogopa kulipa mandeni. Wakikuyu wanaitwa risk takers. Wana riski. Watu ya mlima na Wameru na tribes zile zingine ambao wanajua maana ya mali. Ninashangaa hata kuna watu wanakusikiza na wanakupigia makofi. Na ikiwa wewe ni katika jamii ya Wakikuyu na uko katika hii chama ya UDA na unanyamaza tu, mjinga kama huyu akisema ati amwezi tawala tena, amwezi ongoja tena, na mnamsikiza, hata nyinyi hamuna vichwa mzuri. Mutakaje na meza katika meza moja wakati mtu anawamaliza? Mutakaje msikize mtu mjinga wakati anadhiaki jamii yenu na kuidhulumu? Na bado mnasema nyinyi ni wanachama wanatambulika katika UDA. Kama kiongozi wa UDA mwenyewe anatuzi jamii, ati sasa nyinyi mnasema ati mnasikiza mtu? Amuoni kama nyinyi mnadharauliwa? Ama mnafikiri ni watu gani wanadharauliwa? Mbona kuwe una uchoyo na watu wa kutafuta pesa? Na bwana Omar, wacha nikuambie Hassan Omar, hii Kenya unaona 95% ya utajiri ni ya Wakikuyu. Upende usipende, 95% ya utajiri ya Kenya ni ya Wakikuyu. Wakikuyu wakichukua mali yao, mtabaki na 5%. Na Wakikuyu ni wengi na ni watafutaji na wamebarikiwa. Na hebu nikuambie, hatutaenda sana bila wewe kufukuzwa kwa hii chama. Ikiwa wewe umewekwa hapo ukiwa kama sera ya chama, ukiwa kielelezo, na wale waliokuweka hapo hawakujua wameweka mtu ambaye degree ya ujinga iko juu sana. Omar Hassan
Degree yako ya ujinga iko kiwango ya juu. Ni wewe umeshinda foolishness award ya Kenya. Ninaomba Bwana Rais, huyu jamaa umuondoe katika chama chako haraka. Na nyinyi mnasikiza huyu jamaa, huyu mtu mnamsikiza. Mnasikiza mtu ambaye anaongea vitu mbaya. Mtu ana create enmity between community. Mtu akona uchoyo na bando mnamsikiza nyinyi. Ninawaomba kutoka leo muanze kubadilisha chama ya UDA. Hassan Omar aondolewe. Kama si hivyo, mtaona ile atawakuta. Acha kufanya apology zako zile nimeona ukifanya apology. Na umefanya apology na kuandika. Na yet ukitusi wa Kikuyu ulisema maneno yako tukasikia. Uchukue kipasa sauti, urudi hapo tena useme pole wa Kikuyu wakusikie. Uchukue kipasa sauti, useme pole, wa Kikuyu wakusikie, au ndio wataamua kama wamekusamehea. Kwa sababu ukiongelesha mmoja, umetuongelesha sisi wote. Kwa hivyo tunakuambia slow down. Hassan, you have come too much. Tumechora laini hivi. Twasora kara ilitoika kadhadi ya jata. Try one more time. Kanatigwa, kuna vitu zingine watu wanasema unashindwa kama yeye alikuwa amelala ama yeye ni wazimu kidogo. Wale wa Kikuyu wote wameketi hapa. Sisi ni wa Kikuyu leo, kesho na kesho kutwa. And we have no apologies. So next time ukiongea, we have said, we have drawn the line. Dare you talk about Kikuyus again, you are going to know our true colors. Unajua kuna wimbo ya Kikuyu inasema slow down, you have come too much. Ama tunasema je, kahora mwalimu newoka muno. Slow down Hassan, you have come too much. Slow down Hassan, you have come too much. We are telling you, never address our region again. Wewe address watu wa kwenyu. Sisi wachane na sisi, tunajua vile tunaongea. So hiyo matusi ya kutusi wana Kikuyu, the Mount Kenya region, you have come too much. Slow down. Otherwise you are going to know who we are. Na sisi kama mimi Mama Simba, mimi nasoma kanisa ya APCA. Na tuirako tutisesaga here mweto kinyaga toka ya sisi ni normal. Sisi tutaki hiyo mchezo. Wanakorwo na andu aitu kule Rift Valley kule Moro. Tukona Moro tetwo. Twanakorwo na andu aitu kule Mpeketoni. Tukona Moro tetwo. Twanakorwo na andu aitu guku Naivasha. Tukona Moro tetwo. Gutiri hede Mugikuyu ari arugama orotwo ati aikare thi ainame aiganire bahasha. Na hau ithui, that is where we draw the line. It does not matter who you are. When you attack a community for the language they speak, we shall come for you. And that is where we unite. Unafikiria ati unaongea hivi sisi? Hivyo ndio hivyo twalikuwa. Ano hivyo aliko. Ginyakanita tugire tutithoma wa tuguthoma witu wa independent. When we called out the Secretary General, we didn't want clarification. We wanted apology. Because us, we are not going to be apologetic for being a Kikuyu and for being for this region. Sisi hatukupeana application tuzaliwe hapa. Mungu alikuwa na jambo akasema sisi tuzaliwe wapi na tuwe wa Kikuyu. And so Secretary General, that is not an apology. What you did is the clarification. Na sisi ni watu tumesoma. We still want you to do a verbal apology. Sababu sisi jamii wa Kikuyu tulipigia Mheshimiwa William tukijua yeye si Mkikuyu. Ama namna gani? Na pia tuko hapo tukijua yeye si Mkikuyu. Na Wakikuyu tuko pande zote hii Kenya. Tunakuwa mstari wa kwanza kuhakikisha kwamba uchumi wa hii nchi inaenda ikiongezeka, sababu sisi ni watu wafanyikazi na wafanyiwa biashara. Lakini kwa sasa adui wetu
yule hatupendi, yule ataka kuturegesha nyuma, yule fisadi, yule aliyetangulia kama rais wa jamhuri hii, yule anafadhili upinzani, yule aliweka vikaragosi, yule hakuwa na azma ya Raila, yule hakuwa na azma ya sisi kuendelea mbele, yule aliyotusaliti, yule na watu wake tutawaweka katika kaburi la sahau, ili waende huko mbele watokomee, na sisi tuweze kuhakikisha tumeendelea na William Samoei Ruto. Tunataka kumwambia Rais William Samoei Ruto, wale walitangulia kabla yako wakiongozwa na wale walioanzisha hili taifa la Kenya, badala ya kutuita sisi wavuvi, wakatuita wavivu. Wakasema sisi ni watu wa kuongojea nazi kuanguka. Wakaja hapa wakatunyakulia nazi zetu. Na waambia leo nazi ya kwanza inarudi, na inarudishwa na William Samoei Ruto.